Hello. Happy Sabbath. By the way, nimekuwa kanisani. Wacha niwasalimie happy Sabbath. Mungu anawapenda sana. Mashabiki wangu, my people, my fans. Kiukweli nimewaombea. I really love you na mimi huwa nawaombea kila wakati. Sasa mimi nimetoka kanisani nikasema wacha niangalie, kumbe najua tu lazima mambo yanachemuka. Senior Dev. Nilijua tu lazima mambo inachemuka hapa. Sasa kile ambacho kimenipendeza kabisa, The Dangerous Boris. Thumbs up. Yani nimefurahia The Dangerous Boris. The same way The Dangerous Boris anaendelea kudeal with the dangerous criminal. Hiyo imenifanya mpaka nikafurahia, nikasema lazima tuweze kunongonesana hapa na wewe kidogo, tuweze kujua ni nini kinaendelea. Sasa basi, kabla sijazungumza chochote kile, naomba kama hujasubscribe kwenye hii YouTube channel, tafadhali fanya hivyo. Amanya Media, sisi sote ni mafans wa Senior Dev. And by the way, nawapenda sana. Wacha sasa turudi kwa ile main point ambayo nataka tuzungumzie kidogo ili tuone itakuwa namna gani. The Dangerous Boris, Mr. Charles mwenyewe. I really love this guy. Nampenda sana. Nakupenda Charles mahali huko. Yani I love you for free. Ile njia yenye nimeona una deal with huyu criminal ambaye amesinya, The Dangerous one, ndio imenifurahisha kabisa. Manake ukiangalia huyu criminal si mtu mwenye unaweza ukamchukulia hivi kimsaa. Si mtu mwenye unaweza ukakurubuka tu, ukaamua tu kumpiga, kumfinya, kumuminya ili akuambie the information ambayo unataka. Kiukweli ukifanya hivyo utapotea. Hata kama nisiainjaki akombio mpaka naambia Senior Dev, chukua huyu utoe kisasi kidogo. Senior Dev, by the way, niko na video nyingine ambayo inakuja inasema Senior Dev, kiukweli kama kuna watu wenye watastahili kuwa na maombi muhimu ya kusema huyu criminal auliwe, ni Senior Dev. Maana the moment huyu criminal atakuwa ameachiliwa free, yule mtu mwenye atapata tabu, yule mtu mwenye atapata shida ni Senior Dev. Niulize ni kwa nini niko hapa? Senior Dev atapepa shida dunia mzima sa huyu jamaa. Maana ukisikia vile huyu jamaa anamwambia, eti wewe nitakupiga, wewe hata nikikaa miaka gani lazima nikutafute. Huyu mtu ako na kisasi kikubwa na Senior Dev. That is why mimi ninaungana na Senior Dev nikisema huyu jamaa hafai kupaki hai. Huyu jamaa asiachiliwe na akaendelea tu kukaa na freedom yake hivyo. No. Manake Senior Dev ataona shida. Alafu kitu ingine, huyu jamaa Charles na DCI Njagi, tafadhali na kuomba kwa huruma za Mwenyezi Mungu, huyu jamaa msipeleke polisi. Huyu jamaa msipeleke kwa seli yeyote katika hii dunia yetu ya Kenya. Kiukweli, mnasikia venye anaongea na kiburi, akisema tu kwani si munipeleke tu polisi? Si nyinyi ni maaskari mnapelekanga watu polisi? Don't ever dare kuchukua huyu jamaa polisi. Maana kiukweli yeye mwenyewe na midomo yake amesema namna gani nipeleke polisi. Na nikiweza kukaa hapo wiki mbili, mtajua nyinyi ni wanaume. Kwa nini unafikiri mtu mwenye anaweza akazungumza njia kama hiyo hajui chenye anaongea? Huyu ni jamaa mwenye ako na coordination na maaskari wote, na ako very sure ako na godfather. Mtu mwenye anajua huyu ni mtu wa nguvu. Hata akipelekwa ndani, waende wakutane na yeye huko, eti wewe Korea unaenda wapi? Eti unapelekwa kotini? Ngojea kidogo, hiyo mambo nashughulikia. Kiukweli yule jamaa kotini ya viki. Na kuambia ukweli, yule jamaa kotini ya viki atakuwa ametoka, ako free,
ako kama raia yeyote yule. Alafu that time ndiye atakuja kudiri with you senior dev mercilessly. That is why mimi nilikupatia dawa mzuri. Dawa nzuri ya huyu jamaa. Na nikaona kuna watu tuliungana tukisema hiyo ndio dawa huyu jamaa anafaa kufanya. Kufanyiwa senior dev. Huyu mtu afungwe kamba mikono yote hivi. Hiyo nyororo hiyo yenye mmemfunga. Tena muende mtafute ile nyororo nzito. Funga yeye mikono ikiwa imetwistiwa hivi. Alafu ukishamfunga fungia kuvuri ili asije akatingisika. Miti miwili isimame hivi. Ya juu ikae kama ile ni golikipa watu wa football mnachua. Ile mti sasa ile ya golikipa huko. Isimame hivyo. Katikati huyu jamaa afungwe huko. Hangiwe kuja chini. Huku chini mahali anawekwa ni kwa wale siafu. Wale siafu, wale wa red, wale wakufanya testing vizuri sana. Wachokozwe. Akiwa ameletwa mpaka amefika hapo. Wachokozwe sasa kutoka hapo mahali wanaishi. Huyo jamaa amefungwa miguu hapo chini. Hawezi tingisika. Hawezi enda juu. Wala chini wala upande. Wacha wale jamaa wapande tu. Wacha wale jamaa wamuingililie moja baada ya mwingine. Paka mwili mzima uonekane mlima wa siafu. Hiyo ndio dawa ya huyu dangerous criminal. Peke yake hiyo itamuweza. Huyo jamaa atapiwa kama gitaa. Unaona vile gitaa inacharaswa? Mwili wake utacharaswa kama hiyo gitaa. Moja baada ya nyingine. The moment mtakuja kuona mifupa ikianguka, huyu jamaa atakuwa ameimba nyimbo zote duniani akamaliza. Huyu jamaa atakuwa ameita majina ya wale watu ambao ameua wote. Mkawa hapo mkiandika, kumbe wewe ndio uliua fulani. Haya, mnangojea tena anasema mwingine. Abubakar Muhammad, kumbe wewe ndio ulimuua. Atasema yote. Paka huyu jamaa kitambo anakuja kufikiwa, wale wadudu wakifika kwa roho sasa wanakula hiyo roho yenyewe. Huyu jamaa atakuwa amepata adabu ya kumtosha duniani. Lakini najua hilo Charles atalichukulia Hackson na atafanya kazi. Maana nimeona filana anaenda na yeye pole. Na huyu jamaa sasa, huyu jamaa wa kudanganywa na mwanamke. Na yeye alikuwa analinga akisema eti huyo my boy ameenda kudanganywa na mwanamke. Yeye akaingia tu kwa box kwa sababu ya mwanamke. Mimi siwezi. Na kumbuka vile alikuwa anaongea hivyo. Akilinga, akipounce eti yeye hawezi akadanganyirwa na mwanamke. Mwenye alimweka box mpaka akakuja kupatikana ni nani? Mwanamke. Awambia don't joke with ladies. Don't joke. Mwanamke anaweza angusha mlima wote. Kama vile sasa hivi mlima umeanguka. Anaangusha mlima wote. Alikuwa analinga tu bure kabisa. Ameangushwa sasa hivi yuko in for it kwa sababu ya mwanamke. Naangalia vya naona ni karembo ni nini, wacha nikafuata kidogo. Wapi kwenda huko? You are in. Amesafika. Sasa DCI Charles enda na yeye pole hivyo. Mpaka nimesikia amekupenda, anasema wewe unachua kudiri na yeye vizuri. Hata achana na hawa wenye wengine. Hata afadhali wewe. Kumbe ajui wewe ndiye dangerous. That is why mimi ninasema DCI Charles enda na yeye hivyo. Pole. Mpeleke tu. Ile kitu tunataka kwanza ni Champe na Elvis. Hata kama anakuambia eti hao jamaa utawapata wakiwa umekufa, anakudanganya ili usiendelee kuwatafuta. Hiyo ni kukudanganya na kukupapaisha tu. Mimi what I know, wale jamaa Champe na Elvis wako hai na wako hapo kwa hiyo territory yake. Amewaficha mahali anachua. Weka yeye vizuri. Kwanza anafaa chukulio kwa wale siafu. Wakiumauma yeye kidogo, atasema yote wako wapi. Wakishatoka hivi, yule jamaa si wakupaki hai. Sasa chukua panga. Kata kuanzia vidole. Kata yote. Kata ya miguu, kata ya mikono. Paka baki kiwiliwili peke yake. Ukikuja kumalizia kukata mikono mpaka kwa kichwa, yule jamaa atakuwa amepata ile kitu yenye ana deserve dunia hii. Maana hiyo tu ndiye ana deserve. Ukimnyima kifo yule jamaa, umemnyima haki yake.
mimi nimewaambia, nimemalizia hapo, na sitaki kuharibu roho yangu. Nimetoka kanisani chameni, na nimewaombea muwe na wakati mwema. Nawapenda sana. Yule mwenye haja subscribe, tusonge mbele mdogo mdogo. Anyway, wacha fanya nimetoka kanisani nami nienda nitoe koti bwana. Nina sweat na huku ni bwani, joto hiko. Anyway, muwe na wakati mwema.